ndiye na ila wewe ipa pie na pana mafunikise ipo mpaka lazima asafunule. Sasa mama yule akasema kwa nini umesema hivi tunda utukila tukotoka, kwa nini tukotokela mikoto kile miti? Mama yule soko bangu funulaga wangane tukotoa ndio watu pele tuelangike tuwakoto fu yani twakoto wike yani mantu limunungala si. Sasa ulungala lake tutaluangalia pale ambapo Kaini wamezaliwa na Adamu. Haberi sasa anaenda kumuua Kaini, anaenda kumuua Haberi mdogo wake. Anamuua kwa sababu gani? Haberi anaenda kutoa sadaka kanisani, amechagua kondoo aliyenona. Unajua si watu tunahubiri tunagidai tukiwa toa sadaka iliyonona. Unajua anabadilisha hata sauti, umeona anavyobadilisha sauti. Yaani unaona anahubiri kama kawaida, lakini sasa inapofika wakati wa sadaka toa sadaka iliyonona. Unaona kama anaanza hata kutetemeka kidogo. Utoe kidari, utoe mashavu. Maana sio na kutania. Biblia imesema Kumbukumbu la Torati 18, nyinyi wabishi mnasema tunapelekea kanisani kikoti. Anataka ndevu zile ndevu, hata kama mimi nitakula ndevu zitabadilika tu, kama hazitabadilika zitakuwepo tu, Mungu atazibadilisha. Wewe unaona hii saluni ya duniani? Wewe unacheza na dunia. Hii saluni za viwango vya kimbingu peke yake. Kama mwanadamu nakuta na katana naenda pale kwa saluni ya kidunia ili ziwe nyeusi, sio? Hii saluni ya viwango mwana kuifikia ni gharama ndefu. Sasa kidogo tukidegechana tu. Sasa machozi yaliyokuwa yanatoka kwa Adamu na Hawa siku ya kwanza yanazidi machozi yanayotoka kwa mama ile pale ambaye mtoto wake yule mama yuko pale. Yaani huyu analia kuliko wengine. Haya machozi yatajaa lita ngapi? Haya machozi alimkuta Adamu na Hawa walilia machozi kwa sababu ya Haberi alipokuwa amechukua sadaka. Maana alikuwa mchungaji wa kondoo. Akachukua ile kondoo lililonona namna hii kupeleka kanisani kwa Bwana. Bwana anakula vilivyokuwa vimenona, hali mifupa tu. Haberi akasema, "Lo, unapelekea kikoti sadaka?" Kusudi ndevu ziwe zinaongezeka na mwana hiyo. Sasa hawa wala sadaka hawa hatuendi kanisani na hatutoi sadaka kanisani. Ngoja niende lakini peleke mahindi. Akachukua maboga yaliyopasuka mabovu na mang'onyonyo ndani, akachukua na mahindi ya mabovu machafu. Akaondoka kaenda kupeleka altarini. Maana pale ilikuwa kinyawika angalia. Yaani unatengeneza madhabahu ya kwako hapo na wewe unatoa sadaka hapo. Na mwingine anatoa sadaka hapo. Sasa kama sadaka ya Mungu ataona tu moshi ule utanyoka kwenda kwake. Lakini kama sadaka yako chafu, moto ule moshi utakuzunguka mwenyewe pata kali ya hivi. Sasa wakaenda kutoa sadaka. Sasa huko unatoa sadaka umbea nao wa macho, umbea wa macho. Hebu sema umbea wa macho. Yaani anatoa sadaka huku, anajua anatoa vibaya, huku anakodolea jicho kwa mezaka dai toa nzuri. Kinatokea nini? Angalia udadisi. Huku anatoa sadaka mbovu kwa makusudi. Anaangalia mwenzake sadaka ile nayo unaona inakae. Akaona mwenzake moshi unapaa ule juu mbinguni. Akaangalia kwake akaona moshi unamzunguka. Akasema Mungu mempendelea mdogo wangu naenda kumuua. Akasema bwana twende uandani shambani. Alipofika kule akamsonywa na kisonzo akamuua. Ndipo Adamu machozi akaanza kuja. Machozi ya kwanza ya Adamu. Leo tumetegwa tego wana. Ngoma ya tego hili kulinyanyua ilibidi apatikane mwanaume mwenye nguvu kuja kulitegua tego. Tego la Adamu na Hawa. Kwanza wamekula matunda ndeke bakotoke yagi mienda. Inopigi yasiri mienda wanyalukolo wangu pe na goneke sagi yagi mienda jetu fueti. Pele tuikalamiki wale. Sundu wale timre ede ulu. Na go ede suno. Basi suno mienda subi kuyaga su. Inopigi yasiri mienda no imikala jetu ikala impa tuikalamiki. Wale wale amatunda gasubi koto kila bao no iwoni.